Jifunze kuondoka kwa mpako wa mafuta pindi ambapo unaona amekukosea kwa amani, na usimtangazie mabaya, kwa sababu unapomtangazia mabaya unajifungia baraka, unaingia kwenye vita na Mungu. Unapomtangazia mpako wa mafuta kakusema vibaya, sijui kakutongoza, haupigani tena na mpako wa mafuta, unapigana na kazi ya Mungu, kwa sababu utaua mioyo ya watu wengi kupitia wewe. Nyamaza kimya, omba toba, omba rehema. Mungu atajua namna ya kumwadhibu huyo mpako wa mafuta aliyemuita akafanya hayo makosa, kwamba mtumishi wangu hapa ulikosea. Lakini hilo usipishane na baraka zako, acha kumsema. Muombe toba, muombe rehema. Ama kanisa, kama usikia amani, kama unasikia amani, nenda wewe, fuata neno lake. Akikwambia na kutaka kata, kwani atakulazimisha? Atakufungia ndani ya kubaki? Tupunguze lawama. Watumishi wa Mungu wanapitia magumu na ni wanadamu, ila wameaminiwa tu kusimama na sisi. Punguza haya maneno. Kuanzia leo, mama, mimi siwezi kwa sababu nilipokuwa nasali, mchungaji kanitaka. Ni mwanadamu. Washirika wamenikwaza, ni wanadamu. Mind your business. Umefuata nini kanisani? Umemfuata Mungu. Fuata kama ambavyo Mungu anasema. Wakitaka kufanya hivi, wewe mwenyewe neno la Mungu unalo, kataa. Itakusaidia Mkristo. Itakusaidia kuto kupishana na baraka zako. Itakusaidia uone ufalme wa mbinguni. Hakuna kanisa ambalo utaenda ambalo halina mapungufu wala madhaifu.